kipindi alipokuwa shule. Ni washikaji gani ambao unawakumbuka na ambao mlifanya nao ile tukio la wizi wa baskeli? Washikaji nao wakumbuka ambao tulifanya nao ile tukio. Sasa hivi tumeshakuwa wakubwa sana. Namkumbuka alikuwa anaitwa Sabit Njavike. Namkumbuka mwingine alikuwa anaitwa Pati, jina la utani tulikuwa tunamuita Jombi. Yule jamaa ndo aliyeiba baskeli. Alikuwa mbaya sana. Hatari sana. Okay, bado naendelea kupiga story na jamaa hapa, huku akiendelea na kazi zake hapa ndani za kuendelea kuwaweka watu sawa, kuzidi kuwapendezesha. Wakati upo nini shuleni, ulikuwa unapendelea mchezo gani? Michezo nilikuwa napendelea nikiwa shule. Nilikuwa mtukutu sana. Kwanza nilikuwa napenda mpira, lakini pia nilikuwa napenda, of course ni mpira tu, mpira wa miguu. Yes. Okay, vijana wengi kwa wako shule ya msingi kwa wanaanzisha mahusiano. Ni wakati uko shule ya msingi ulikuwa kwenye mahusiano? Baba, nikiwa shule ya msingi kwanza nilikuwa sijui hata mahusiano ni nini. Hususan ya kimapenzi nilikuwa sijui kabisa. Kwa hiyo nilikuwa mdogo kiasi kwamba nilikuwa sijui hata kama kuna mapenzi tena. Ndio zile tulikuwa tunadanganya na wazazi kwamba mama mtoto nilimokota mlimani. Kwanza yani issue kuhusiana na sex, mtu akikwambia anakupenda ni unaona kama matusi. Kwa hiyo nilikuwa sijui kabisa kuhusu masuala ya mahusiano. Alafu kuhusu mtoto upatikanaji wake, tulikuwa tunasikia tu mama anasema naenda hospitali kukuletea mdogo wako. Kwa hiyo sikuwahi kuwa na mahusiano tena. Lakini kwa kizazi cha sasa, mtoto wa miaka 2-3 yani anajua kila kitu. Hivyo mitandao, teknolojia pamoja na malezi ndio ambayo yanatubadilisha. Kwa hiyo kadri sayansi inavyozidi kukua, basi na sisi upeo wetu na upeo wa watoto ndivyo unapozidi kukua. Bado nianzishe shuleni na bado niko maeneo ya haya maeneo ya Mwenge, nazidi kupiga story na washikaji. Nimeomba wakumbuke washikaji zako 5 na unaambia washikaji wako wapi na wanafanya nini kwa sasa. Na wakumbuka washikaji zangu 5. Wa kwanza anaitwa Sabit Njavike, sasa hivi ni bodaboda yuko Chimala Mbeya. Wa pili anaitwa Mitred Nsemwa, sijawahi muona muda mrefu sana, ila naamini atakuwa yuko huko Mbeya. Wa tatu anaitwa Milson Mwaikambo, huyo kijana sasa hivi mwajiliwa wa serikali, sitaki kusema ni sekta ipi. Alafu wa 4